Yesu alipoondoka, kulitulia kidogo, vurugu zikatokea, fujo zikatokea, kikatokea kipindi cha giza. Kilipotokea kipindi cha giza, ndipo ikapigwa baragumu, ikashuka nyota. Hiyo nyota inaposhuka ikapewa ufunguo. Kumbe aliyekuja baada ya Yesu ni nani? Hapa unabii unaonyesha kabisa kwamba baada ya Yesu kuja, baragumu iliyopigwa ya hatari na ambayo isikika ni ujumbe wa kuja kwa Muhammad. Fundisho lolote litakalotokea duniani kama halijapimwa kwa Yesu, likaenda sawa sana mafundisho ya Yesu, hilo fundisho linang'olewa, ni fundisho takataka. Kwamba Yesu ni mkweli. Yesu, maneno yanayotoka kinywani mwake ni kweli, yanakwenda sawa sawa na maagizo ya Baba yake. Na hivyo haya maneno ndiyo ya thamani kwamba watu tuyashike na tukaishi kwa hayo. Maneno ya Yesu ndiyo ya pekee ya kusikiliza na kuangalia kwa makini na kuyafuata, maana ndiyo kweli. Kwa mujibu wa Ufunuo 22:12 hadi 16, lakini Isaya sura ya 8 aya ya 20. Tunakwenda katika kipindi ambacho tulikisubiri kwa hamu sana. Tutakuwa na somo katika asubuhi ya leo, somo la pekee sana ambalo nilipenda kulipa kichwa kinachosema nyota tatu. Somo hili limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9 aya ya 1 hadi aya ya 4. Kabla ya kuendelea, nipende kujitambulisha kwenu. Kwa majina, mimi nayesimama mbele yenu masaa haya, mnayeniona na mnaonisikia, naitwa ndugu Joakim Daudi Sasira, ambaye ni mwinjilisti wa kanisa hili la Wanamatengenezo, Wasabato Wanamatengenezo. Hili somo limejengwa katika nyota kuu tatu. Nyota ya kwanza tutaiangalia, na nyota ya pili tutaiangalia, na nyota ya tatu tutaiangalia. Nyota ya kwanza inabeba fundisho mahususi kabisa linalohusiana na Shetani. Kama tutakavyosoma katika Biblia, wewe ambayo una Biblia hapo, ambayo unanisikia, naomba tushirikiane tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Isaya sura ile ya 14. Isaya 14, tufungue wote kwa pamoja, tushirikiane hapo. Isaya 14 aya ile ya 12. Neno la Bwana linasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Aya 14 nasema, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana, wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akapindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao. Huu nabii wa Isaya unaashiria jinsi Shetani alivyoanguka. Na Shetani alianguka, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 aya ya 9 inatuonyesha jinsi alivyoanguka na katupwa. Maandiko yanatoa fasiri, yanasema
Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Maandiko yanatuonyesha kwamba huyu nyota ya alfajiri ambaye ni Ibilisi, kwamba alitupwa. Kitabu cha Ufunuo kinatuhakikishia kwamba ni joka, yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi. Nyota huyu sitamzungumzia sana, lakini kwa kifupi naomba uelewe hivyo kwamba Shetani yeye audanganyaye ulimwengu, ambaye mpaka sasa ndio anasumbua dunia, anasumbua mtu mmoja mmoja, lakini anasumbua wafalme. Huyu Shetani ndiye ambaye ana kesi na wakazi wa dunia. Lakini nitakwenda mbele kidogo, maana baada ya kuangalia nyota ya alfajiri tunataka tuangalie nyota ya asubuhi, ambapo hapo tutatulia kidogo. Kwenye nyota ya asubuhi, nimekuambia somo letu limejengwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 9 aya ya kwanza hadi aya ya 4. Hapo ndipo tutakita mizizi hasa. Lakini kabla ya kwenda kwenye mafungu hayo, ni lazima tuangalie hizi nyota tatu na kazi zao. Nyota ya pili, baada ya kuangalia ile nyota ya alfajiri, nyota ya pili naomba usikilize kwa makini. Nyota ya pili inaitwa nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi, huyu tunayemzungumza si mwingine, ni Yesu, kama maandiko matakatifu yanavyotuelekeza. Yanatuelekeza kwa mifano, lakini yanaenda yanamtaja na jina. Yanatuelekeza kwa mfano na kazi zake alizozifanya na jinsi Mungu anavyotuelekeza kuhusu huyu nyota ya asubuhi na kazi zake alizozifanya, lakini na jina lake tunaona likitajwa mahali pale, kama tunavyoona katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 22. Maandiko matakatifu yanasema, ndugu mfuatiliaji na ndugu mtazamaji unayetutazama, unayenitazama na wewe unayenisikia, naomba tushirikiane. Kitabu ni cha Ufunuo sura ya 22 aya ile ya 12 hadi aya ya 19. Maandiko yanatuelekeza pale kwamba huyu nyota ya asubuhi ni nani. Aya 12, maandiko yanasema, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mji kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Yesu anajifafanua katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22 na aya ile ya 12 hadi 16, akisema yeye ndiye ile nyota ya asubuhi yenye kung'aa sana. Na unaposema asubuhi inawakilisha kitu gani? Kwamba yeye ni nyota ya asubuhi. Pale juu tumeona nyota ya alfajiri, hapa tunaona nyota ya asubuhi. Inamaanisha kitu gani? Unaposikia nyota ya asubuhi inamaanisha nini? Katika kitabu cha Isaya anatupa ufafanuzi wake. Isaya sura ile ya 8, Isaya 8 aya ile ya 20 anasema hivi. Isaya 8 aya 20 anasema hivi, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Aha, kumbe anasema yeye ni nyota ya asubuhi, ni nyota ya asubuhi yenye kung'aa sana.
Na hapa tunaambiwa kwenye Isaya, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tunaona kwamba hii asubuhi inawakilisha ukweli, inawakilisha dhana nzima ya ukweli, kwamba Yesu ni mkweli. Yesu, maneno yanayotoka kinywani mwake ni kweli, yanakwenda sawasawa na maagizo ya Baba yake. Na hivyo haya maneno ndiyo ya thamani kwamba watu tuyashike na tukaishi kwa hayo. Maneno ya Yesu ndiyo ya pekee ya kusikiliza na kuangalia kwa makini na kuyafuata, maana ndiyo kweli. Kwa mujibu wa Ufunuo 22:12 hadi 16, lakini Isaya sura ya 8 aya ya 20, kwamba waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Waenende kwa sheria na ushuhuda, mambo makuu mawili, sheria na ushuhuda. Hebu tuangalie sheria na ushuhuda wanafafanuaje tena. Turudi kidogo kwenye kitabu cha Ufunuo ili tujiridhishe, tuangalie sheria na ushuhuda. 14 Ufunuo aya ile ya 12. Kitabu ni Ufunuo, sura ni ya 14, aya ile ni ya 12. Tumeambiwa waenende kwa sheria na ushuhuda. Kwa mujibu wa Isaya, Yesu anasema yeye ndiye kweli, ndiye nyota ya asubuhi. Waenende kwa sheria na sheria. Kama hawasemi sawasawa na neno hilo, bila shaka kwao hapana asubuhi. Sasa Ufunuo 14 aya 12 anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Aha, kumbe ili uwe unakwenda sawasawa na neno la Mungu, ni lazima uwe na amri za Mungu, ambapo pale kwa Isaya anasema waenende kwa sheria, halafu uwe na ushuhuda. Hapa nasema amri za Mungu na imani ya Yesu. Imani ya Yesu ndiyo ushuhuda wa kweli. Imani ya Yesu ndiyo ushuhuda wa kweli. Lakini tuangalie tena ili kwamba haya maneno ni kweli. Ufunuo hajatuacha. Biblia, ndugu zangu, imejifasiri. Biblia imejifasiri, ndugu mpendwa unayetusikiliza na unayetutazama, Biblia imejifasiri. Inasema, turudi nyuma kidogo kwenye Ufunuo 12 aya ile ya 17. Maandiko matakatifu yanasema, usikilize kazi ya joka anachokifanya. Na joka tumeshamsoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 12 aya ile ya 9, lakini tumesoma habari ya yule ambaye anabeba sifa ya joka, ambaye ni yule nyota ya asubuhi tuliyemwona kwenye Isaya 14 sura ile ya 14 na aya 12 hadi 16. Hapa anatuonyesha tena kwamba kazi ya huyu joka ni ugomvi kati ya amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Yeye hana ugomvi na kitu kingine, ana ugomvi na amri za Mungu, halafu ana ugomvi na ushuhuda wa Yesu. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Ufunuo 12 aya 17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwamba huyu joka alipotupwa duniani, hasira yake ni juu ya amri 10 za Mungu, lakini na ni juu ya ushuhuda wa Yesu. Kwamba watu wanaotangaza amri 10 za Mungu anawaangalia kwa jicho kali, lakini si wanaotangaza amri za Mungu tu, lakini hata wanaohubiri habari za ufufuo wa Yesu, habari za kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, habari za kwamba tumfuate Yesu, mafundisho yake. Joka huyo anawaangalia kwa jicho baya sana. Hivyo ndugu yangu, naomba tusikilizane na twende wote kwa pamoja. Maana kama ndo unafungulia TV yako, kama ndo unaweka flash yako,
lakini kama ndo kwanza unafungulia redio yako, naomba usikilize kwa makini hapa. Tuna vita ya mambo makuu mawili ambayo hayo yanaendeshwa na yule nyota ya asubuhi, ambayo asubuhi tumeona ni Ibilisi ambaye anafanya vita na watu wa Mungu. Tukaona ndiye anayechukua sifa ya joka, kwamba huyo Ibilisi ndiye joka, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi. Sasa tuendelee kidogo mbele, tuangalie huyu nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi tunaona sifa zake kwamba yeye ni, ili uwe kwenye sifa ya nyota ya asubuhi na ufate nyota ya asubuhi, ni kushika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Petro ya pili sura ya kwanza aya ile ya 16 hadi 21. Naomba tushirikiane hapo. Anasema, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa welevu. Petro anasema, mwanafunzi wa Yesu aliyemwelewa Yesu sawasawa, anasema maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa welevu, tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Aya 17, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Petro anatuhakikishia kwamba hawakufuata hadithi zilizotungwa kwa welevu. Hapana, bali wao wenyewe walishuhudia na wakasikia sauti kitoka mbinguni kisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, nipendezwa naye, msikilizeni. Kwamba Yesu ni mwana mpendwa wa Mungu ambaye Mungu anapendezwa naye. Anayesema haya ni shahidi aliyekuwepo pale, aliyekuwa anaandamana na Yesu siku zote, aliyefuatana na Yesu, waliyepanda milima na mabonde, waliokwenda kando kando ya bahari. Huyu ndiye anayetushuhudia kwamba yeye mwenyewe alisikia sauti kitoka mbinguni kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, nipendezwa naye. Anaendelea, na sauti hiyo sisi tuliisikia, aya 18, ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Huyu ni mtumishi wa Mungu Petro. Anasema sisi hatuendi kigiza, hatuendi kwa kupapasa papasa. Kama watu wa Mungu tunakwenda kwa reference za maandiko, historia, na kuangalia vitabu vya wenzetu jinsi wanavyokwenda mbali na kupotea, mpaka tunabaki tunaumia moyoni. Na ndio maana tunachukua fursa sasa ya kuacha shughuli zetu, kuacha mambo yetu tunayoyapenda ya kidunia, kuchukua muda ili kuzungumza na nyie. Tunazungumza na nyie kwa sababu tunawapenda sana, ili kwamba mahali fulani muweze kutafakari, muangalie hizo njia mnazozipitia kwamba je, ziko sawa au haziko sawa sawa. Maana kama unaikataa hii nyota ya asubuhi ambaye ni Yesu Kristo, huna tumaini huko mbele, ndugu yangu, huna tumaini. Lakini unaweza kuwa unaikubali hii nyota ya asubuhi, ni kweli, ukaikubali nyota ya asubuhi na ukafuata mafundisho yake. Lakini kile kipengele cha kwanza kinachosema waenende kwa sheria, wewe sheria ya Mungu kama huitaki, sasa unataka kujiendesha unavyotaka, hilo nalo litakuwa ni tatizo. Na ndio maana tumekuja hapa ili tuweze kuwapambanulia sawasawa, muweze kutembea katika njia sawasawa na mnavyosema kwa ulimi wenu, lakini na ndani ya mioyo yenu mkitamani kuwa hivyo. Maana hapo mlipo mnatamani kuwa wacha Mungu. Sasa ili uwe mcha Mungu ni lazima uwe na amri za Mungu,
lakini uwe na imani ya Yesu. Petro ametuhakikishia, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu aliyetembea na Yesu siku zote za maisha yake. Lakini anaendelea kusema tena katika kitabu kile kile cha Petro hicho, tunasogea ile ni Petro ya pili, sura ile ya pili aya ya kwanza. Anasema hivi, tunapoona mchanganyiko wa namna hii, watu hawaelewi juu ya amri 10 za Mungu, wala hawaelewi juu ya ushuhuda wa Yesu, ni kwa sababu ya hili jambo. Naomba usikilize. Petro ya pili, sura ile ni ya pili aya ya kwanza, usikie. Yumkina wewe unakuwa huelewi. Hapo unanisikia lakini kuelewa huelewi, kwa sababu Mungu amesema katika kitabu cha Isaya, waenende kwa sheria na ushuhuda. Isaya ile 8 aya ile ya 20. Waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na jambo hili, hao bila shaka kwao hapana ukweli, hapana asubuhi. Asubuhi ni kweli ya neno la Mungu, kwamba asubuhi inaonyesha mwanga, inaonyesha taa. Kama tulivyosema kwenye Petro anasema hivi, tuna lile neno la ushuhuda ambao tukiliangalia kama mwanga, hapo twafanya vema, kwamba sisi tuna taa ambayo inatuonyesha kwamba hapa mko sawa, hapa hamko sawa. Na taa, ili uweze kuelewa, ni kuwa na unabii. Sasa sikia anachokisema Petro ya pili aya ile ya kwanza, sura ya pili aya ya kwanza, anasema hivi, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Tunaona kumbe Petro anasema kwamba lakini kuliondokea kwenu, kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kwamba siku za nyuma walitokewa na manabii wa uongo wakawapoteza. Petro anasema kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Hili jambo ni kubwa sana, usilichukulie kawaida. Ninaposimama mbele yenu hivi, mnaona sasa hivi makanisa ni mengi sana, walimu wamekuwa ni wengi sana. Kila mwalimu anafundisha anavyojua. Wengine wameondoka na habari za Yesu, amri za Mungu wakazipiga teke. Wengine wameng'oa amri za Mungu, piga teke, wakapiga teke habari za ushuhuda wa Yesu. Hawataki kusikia habari kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wala hawataki kusikia kwamba Yesu alikufa na kufuka. Wana hasira na fundisho hilo, wana hasira na amri 10 za Mungu. Ndugu yangu unayenisikia, ambao umepata fursa ya kunisikiliza, naomba yaweke moyoni haya maneno. Hayumkini usije kuyasikia kwa mtu yeyote tena. Lengo na madhumuni ni kukuamsha ili uangalie kwamba hao walimu nao wategemea, hao wanazuoni unaowategemea, hao mashehe unaowategemea, hao wachungaji unaowategemea, hao maaskofu unaowategemea, na hao wainjilisti unaowategemea, angalia wasije wakakupoteza. Maandiko matakatifu yamesema kanuni ni 2 tu ili uonekane ni mcha Mungu. Kanuni ni 2. Hii Biblia ni kubwa sana, lakini imebeba kanuni 2 tu ili uweze kufanikiwa kumcha Mungu. Wala usijichoshe na mambo mengi. Mambo makuu 2: amri za Mungu, imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kwamba amezaliwa na Mungu. Kama tulivyosikia Petro anasema, walisikia wao wenyewe sauti kitoka mbinguni kisema, huyu ni mwanangu mpendwa, nipendezwa naye. Lakini wamesikia tena kwamba kuna ushuhuda kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Haya baadhi ya madhehebu na makanisa hawataki kuyasikia. Sasa sijui wanaenda kwa Mungu yupi. Niombe watu wa Mungu ambao mmebahatika kunisikia, tumwamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, na tumwamini Yesu Kristo kwamba alikufa na kufuka, lakini tuamini amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu.
Tuendelee kidogo tuangalie. Je, kabla Yesu kuja duniani baba yake alifanyaje? Alifanya kitu gani? Katika Danieli kuna jambo alionyeshwa. Naomba tufungue Danieli 7 aya ile ya 9. Ndugu naye nisikilize kwa makini sana. Naongea haya ili kwamba tuweze kusaidiana katika safari, maana ule mwisho unakaribia. Danieli 7 aya ile ya 9, maandiko yanasomeka hivi: nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Danieli akiwa katika njozi aliona mmoja aliye mzee. Anasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Aliona mmoja aliye mzee wa siku ameketi kwenye kiti chenye magurudumu ya moto. Aha, ukishuka pale chini alipoketi katokeaje? Anasema aya ya 10, moto kama wa mto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Sikiliza tena kwa makini. 11, nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe, na litazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa, akateketezwa kwa moto. Pointi yangu iko hapa 13. Pointi yangu iko kwenye 13. Sikia. Nikaona, maana tunazungumzia nyota ya asubuhi, ambaye tumegundua ni mwana wa Mungu, ambaye tumegundua ndiye Yesu aliyekufa akaichukua dhambi yako na akaichukua dhambi yangu, ambaye wewe unasema hutaki dhambi akuchukulie dhambi hizo. 13 anasema hivi: nikaona katika njozi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku. Sikiliza, hapa kuna mzee wa siku, halafu hapa kuna aliye mfano wa mwanadamu. Akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Anasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Hapa tunaona kuna mzee wa siku, lakini tunamuona aliye mfano wa mwanadamu anaenda kwa mzee wa siku, anapewa mamlaka. Huyu Daniel anamuona Yesu kabla hajaja duniani. Yesu anakabidhiwa mamlaka na baba yake, anapewa mamlaka na baba yake, ambaye huyu Yesu ndiye aliyekuja hapa duniani kwa kupitia kwenye tumbo la Mariamu. Lakini kabla hajapita kwenye tumbo la Mariamu, Danieli alimuona, na huyu ndiye ambaye tunamnadi kwenu ninyi mmuelewe sawasawa. Huyu ndio tunatamani mumjue sawasawa kwamba ni nyota ya asubuhi. Hii ndio nyota ya pili. Huyu Yesu huyu Danieli alimuona akasema, nimeona mfano aliye mfano wa mwanadamu. Lakini huyu ni Danieli. Tuendelee tuangalie. Daudi naye alimuona. Tuangalie kitabu cha Zaburi. Daudi alimuona. Tuangalie Zaburi ile ya namnadi huyu nyota ya asubuhi, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye kila mmoja ningetamani amwelewe sawasawa kwamba huyu ni wa thamani kiasi gani. Tunapokwenda huko mbele iwe ni rahisi sana kuelewa sehemu ya kwenda kukimbilia. Tunataka kupata makimbilio, ndugu zangu.
sehemu za kwenda kutulia kwa amani, ambapo hakuna papara, hakuna mabavu, hakuna maangumi, hakuna vita. Zaburi ya 110 anasema hivi. Zaburi, nitatumia hii hapa ili kwamba tuweze kuelewana sawa sawa, tuende haraka haraka. Zaburi ile ya 110 aya ya kwanza anasema hivi: neno la Bwana kwa Bwana wangu. Sikia, neno la Bwana kwa Bwana wangu, anasema Zaburi, neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyoosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako. Daudi akizungumza katika roho, anaona atakaye kuja kutangaza habari za maneno ya Mungu bila kutumia mabavu wala mapanga wala marungu, kwamba watu watajitoa wao wenyewe. Watu watajitoa, anasema ile aya ya 3, watu wako watajitoa kwa hiari, kwamba watafundishwa maneno matamu mazuri, yataingia ndani ya nafsi zao, yatabadilisha mwelekeo wao na mtazamo wao na mafundisho yao ya awali, na kujitoa kwa hiari kumfuata huyu nyota ya asubuhi. Anasema, kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi, tokea tumbo la asubuhi, unao umande wa ujana wako. Bwana ameapa wala hata gaili, ndiwe kuhani hata milele. Aha, kwamba huyu atakuja kwanza ni wa tumbo la asubuhi, lakini pia atabeba nafasi ya ukuhani, yani atakaa katikati ya mwanadamu na Mungu ili kutupatanisha. Leo kuna watu wanajipiga kifua kwamba unataja habari za Yesu, taja Mungu. Huna mamlaka ya kufika kwa Mungu bila kupita kwa huyu kuhani ambaye amepita kwenye tumbo la Mariamu, ambaye anatajwa ni kama nyota, nyota ya asubuhi, kwamba huyu ndiye ambaye atakupatanisha na Mungu. Ukileta kiburi mbele ya Yesu, elewa huna Mungu. Ili uwe na Mungu ni lazima muheshimu Yesu, kwa sababu Yesu ndio amekaa katikati ya mwanadamu mdhambi na Mungu. Ili muone Mungu ni lazima muone kwanza Yesu, ambaye Danieli anasema alimuona aliye mfano wa mwanadamu, akamkaribia mzee wa siku, akapewa mamlaka. Yesu alipewa mamlaka na mzee wa siku, ambaye huyo mzee wa siku alikuwa amekaa kwenye kiti chenye moto, kina gurudumu zinawaka. Hapo tunaona mamlaka anakabidhiwa Yesu, na anapokabidhiwa, Daudi naye anasema alimuona tena kwamba siku za utawala wake huyo atakapokuja duniani, watu wake watamwelewa, watamfuata kwa hiari, sio kwa mabavu. Anaendelea kufundisha, nasema, tokea tumbo la asubuhi, unao umande wa ujana wako. Bwana ameapa wala hata gaili, ndiwe kuhani hata milele. Kwa mfano wa Melkizedeki, Bwana yu mkono wako wa kuume. Ataseta wafalme siku ya ghadhabu yake, atahukumu kati ya mataifa, ataijaza nchi mizoga, ataseta kichwa katika nchi nyingi. Huyu ni Yesu Kristo anayezungumzwa hapa, ndugu zangu. Hivyo ndugu yangu, kama unakusudia kusema kwamba unataka kumcha Mungu kweli kweli, sio usanii, sio kuhangaikia tumbo lako, ni lazima tumgeukie Yesu Kristo. Haya maneno ni kweli. Yesu alipokuja duniani aliyarudia. Naomba tufungue kitabu cha Mathayo. Ndugu wasikilizaji wangu, naomba tufungue kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ile ya 22 aya ile ya 41. Akirudia, Yesu anairudia ile ya Daudi. Anasema, na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumwita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu,
uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Basi anasema Yesu, basi Daudi akimwita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Aliwahoji Mafarisayo, viongozi wa dini, akiwaambia wanavyomtazama walimuona Yesu ni wa kawaida, kama baadhi ya walimu wanavyomuona Yesu kwamba ni wa kawaida. Yesu sio wa kawaida, ndugu yangu. Yesu sio wa kawaida. Unapocheza na Yesu, unacheza na umeme wa transformer, megawati nyingi sana ambazo zinaweza zikakuharibu mara moja. Yesu ni wa kuheshimiwa sana. Anasema aya 46, aya 45, basi Daudi akimwita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Aya 46, wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. Yesu toka siku ile alifunga vinywa vya Mafarisayo ambao walikuwa na mbeza, wanamuona ni mtu wa kawaida. Yeye ni nyota ya asubuhi inayong'aa. Yeye ndiye amebeba ukweli wa neno la Mungu wote kama ulivyo. Na hivyo kila mtu lazima jipime pale. Fundisho lolote litakalotokea duniani, kama halijapimwa kwa Yesu, likaenda sawa sana mafundisho ya Yesu, hilo fundisho linang'olewa. Ni fundisho takataka. Fundisho takataka. Lakini tunaweza kusema huyo ni Daudi. Tuangalie, je, Yesu mwenyewe anasemaje kuhusu Ibrahimu? Kuhusu Ibrahimu, msomaji, msikilizaji, naomba tushirikiane hapa. Tunajaribu kumwinua Yesu ili watu muweze kumwelewa sawa sawa. Usimchukulie Yesu kwamba ni wa kawaida. Yesu ni kitu kingine kabisa. Na usichukulie Yesu pale alipozaliwa na Mariamu. Pale alipozaliwa na Mariamu ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza, Yesu alikuwepo mbinguni. Tumeona Danieli alimuona, aliye mfano wa mwanadamu. Lakini tunaona Daudi anamtaja kwamba Bwana wangu, alimuona katika roho. Tufungue kitabu kile cha Yohana 8 kuhusu Yesu. Hapa tunamwinua Yesu, ndugu yangu. Tunataka Yesu watu wamwelewe sawa sawa, maana wengi wamemchukulia Yesu, wanamfananisha na watu wa kawaida. Yesu sio mtu wa kawaida. Anasema hivi, basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, naye wasema mtu akilishika neno langu hata onja mauti milele. Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa? Nao manabii wamekufa, wajifanya nani? Mafarisayo walianza kumwelewa Yesu anakokwenda. Anataka kujitambulisha yeye ni nani, na alikuwa ameshajitambulisha, na kilichosababisha afe ni kusema yeye ni mwana wa Mungu. Hapa wanaendelea kumsikiliza kwa makini ili waweze kumwelewa sawa sawa. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi. Lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Yesu anawaambia Ibrahimu asija kuwako, mimi nipo. Mafarisayo na Wayahudi walichanganyikiwa, walishindwa kumwelewa Yesu ni nani. Na Yesu alijaribu kuwafunulia ili wamwelewe, lakini kilichotokea walimkataa kabisa wale Wayahudi. Twende tuangalie sehemu nyingine. Yesu akijifunua kwao katika kitabu cha Yohana
Naomba tusaidiane. Yohana 17, Yohana mtakatifu sura 17 aya ya kwanza. Anasema, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakuwajua ni wawili, ni Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Naenda kusema, anasema aya 4, mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe Yesu kabla ya ulimwengu kuwako alikuwa pamoja na Baba yake. Na tumeona Danieli ametuonyesha kwamba alimuona, lakini Yesu amewashuhudia Wayahudi kwamba Ibrahimu alishangilia, alimuona, lakini Daudi alimuona. Sasa kuna watu ambao wamemuona Yesu akiwa amezaliwa na Mariamu, wakafikiri maisha yake Yesu ameyaanza pale alipozaliwa na Mariamu. Ndugu yangu, kama unaelewa hivyo, ni kupishana na gari la mshahara. Kwa hiyo nikualika kwa namna pekee, wewe unayenisikiliza, kuanzia sasa elewa Yesu hakuonekana pale alipozaliwa na Mariamu. Pale alipozaliwa na Mariamu ni mpango mkakati, ni plani B ya kuja kumkomboa mwanadamu. Yesu ameanza kuonekana akiwa mbinguni. Ameonekana mbinguni akifanya shughuli zake kama kawaida. Na hizi shughuli zote tunazoziona zimefanywa chini ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi zote zimefanywa chini ya Yesu. Tufungue kitabu cha Mithali ili nikuthibitishie haya maneno. Maana unaweza kuwa umekaa hapo unajifariji, unafikiri Yesu ni kama hao wengine uliowazoea. Yesu hayuko namna hiyo. Yesu ni kitu kingine kabisa. Mithali sura ile ya 8, naomba tushirikiane. Mithali sura ya 8, Mithali sura ya 8, sura ya 8 aya ile ya Mithali sura ya 8 aya ile ya 22, tuanzie hapo. Yesu anasema, na Mithali ni Sulemani anasema katika roho, akionyesha kile ambacho nawaeleza saa hizi. Usikilize hekima za Nabii Sulemani alivyoongozwa na Mungu kuandika hizi habari za huyu mkuu wa ufalme ambaye ni Yesu Kristo. Sikiliza. Bwana alikuwa nami, ni kitabu cha Mithali sura ya 8 aya ile ni ya 22. Wewe unayenifuatilia naomba uiandike hiyo aya, ni sura ya 8 aya ya 22. Anasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haija kuwako dunia. Anasema nalitukuka kabla dunia haija kuwako, wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa. Yesu anasema kabla hayo maji hayakuwepo, yeye yupo, amezaliwa. Wakati zisipokuwepo chemichemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozithibitisha mbingu nalikuwako. Alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu ya chemichemi za bahari, zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi. Anaendelea kusema, ndipo nilipokuwa, aya 30. Yesu anasema, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahia daima mbele zake.
kwamba Yesu alikuwa ni furaha ya Mungu siku zote. Kabla vilima havijakuwepo, bahari haijawekewa mipaka, kabla chochote kija kuwepo duniani, yeye yupo. Na alikuwepo kama, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Kwamba Yesu alikuwa ni stadi wa kazi. Baba anamwagiza mwanangu, fanya hiki, fanya kile. Na ndio maana kwenye Yohana 17 aya ya kwanza anasema, unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako, kabla sijaja ulimwenguni. Kwa hiyo tunaona Yesu ni wa zamani sana. Sio kwamba Yesu kama tunavyomuona kwa Mariamu, kwamba alipozaliwa na Maria ndipo anapoanza. Hapana, Yesu ni wa zamani sana. Toka enzi hizo manabii walianza kumuona mapema, kama kitabu cha Waebrania kinavyo tuthibitishia. Kitabu cha Waebrania kinatuthibitishia hivi kwenye Waebrania 1 aya ile ya 14. Niombe ndugu mtazamaji na ndugu unayenifuatilia katika somo hili la nyota tatu, tukiwa tumefika nyota ya pili ambayo ni Yesu Kristo. Waebrania 1 aya ya kwanza nasema hivi Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Anatuthibitishia manabii. Unaona jinsi wanavyopatana, kwamba kuanzia Danieli kuja Daudi, kuja Ibrahimu, lakini tunakuja hata Paulo mtumishi wa Mungu anaungana nao akisema kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Na ni kweli, tumesoma mengi sana kuhusu ukuu wa Yesu. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, nadhani kwa kipengele hiki utakuwa umeelewa sehemu ya nyota ya asubuhi. Hii ni nyota ya asubuhi. Tumeona kazi yake na mambo yake mazuri. Hata kama ningesema niyaelezee, nadhani tungeweza kuchukua hata wiki au hata mwezi kuyaelezea makuu ya Yesu. Ni mengi sana ndani ya Biblia takatifu. Ukiangalia hii Biblia, maelezo yote yaliyoandikwa humu, yote yanamlenga Masihi ambaye ni Yesu Kristo. Nikukaribishe sasa twende tukaangalie nyota ya tatu. Mazuri tumeyaona kwenye nyota ya asubuhi, na mengi nyota ya asubuhi iliyoyafanya tumeyaona. Sasa nakukaribisha twende kuangalia nyota ya tatu. Nyota ya tatu tunaipata kwenye kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana. Ni yule mwanafunzi wa mwisho wa Yesu ambaye anaitwa Yohana wa kisiwa cha Patmo. Huyu Yohana anaelekeza jambo la ajabu sana kwenye Yohana 9. Naomba tushirikiane, ni Yohana sura ya 9 aya ya kwanza. Anaonyeshwa jambo la ajabu sana. Nasema ni jambo la ajabu kwa sababu linakuja kufuta kile ambacho tumekisoma kwenye nyota ya pili. Hii nyota ya tatu, kazi na malengo yake ni kuja kufuta kile ambacho tumekisoma kwenye nyota ya pili, kazi zake, sifa zake na mambo yake yote mazuri iliyoyafanya nyota ya pili. Hii nyota ya tatu inakuja kufuta. Nyota ya tatu ni kwenye kitabu cha Ufunuo 9 aya ya kwanza hadi ya 4. Nitasoma Ufunuo wa Yohana aya ya kwanza 9 aya ya kwanza hadi ile aya ya 4. Anasema hivi: malaika wa tano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimo. Anaendelea kusema aya ya 3, nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu
walionayo nge wa nchi. Naendelea kusema, wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Hiki kinachoitwa malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota. Baragumu ni tangazo la hatari, tangazo la ajali ambalo Yohana aliliona malaika yule akipiga baragumu kuitaarifu dunia kwamba kuna jambo la hatari linakuja ulimwenguni. Ndipo tunapokutana na kitu kinachoitwa baragumu. Lakini nyota ikaanguka. Tutaona pale kitu kinachoitwa nyota. Hapo kuna malaika, kuna nyota, kuna baragumu. Sasa ili twende haraka, nitakuonyesha hii nyota, na lengo na madhumuni ni kuhusu hii nyota. Nyota ni kitu gani? Mara nyingi hata wachezaji wa mpira ndani ya klabu fulani huwa kuna mtu ambaye ni nyota, ambaye ni mtu tegemewa, ambaye anategemewa kwamba mnasema kabisa kiwepo huyu, sisi kufungwa kwenye timu yetu itakuwa ni kazi. Lakini hata kwenye medani za ndondi, hao ambao wanapigana ngumi, kuna watu ambao unakuta ni nyota, wanakuwa wanang'aa kuliko wengine. Kila sehemu, hata wafanyabiashara, kuna watu ambao unakuta ni maarufu sana katika nchi, wanaonekana wanang'aa, wakionekana kabisa kwa wao wako mbele. Hata serikali unakuta inawatambua. Hata shuleni, darasani, kuna mwanafunzi anaonekana kabisa kwamba fulani na fulani ni nyota katika darasa hili. Hayo mambo yamekuwa yakionekana, na Biblia imeamua kutumia lugha ya nyota ili tuweze kuelewa sawasawa. Lakini kana kwamba haitoshi, tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo kuhusu hii nyota. Inafafanuliwa pale kitabu cha Mwanzo. Tutashirikiana hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37, kuna tukio pale lilifanyika ambalo nadhani kila mmoja mwenye kuyasoma maandiko anaelewa hili tukio. Sura ni ya 37. Nataka tuelewe kuhusu nyota. Kitabu ni cha Mwanzo. Niombe tushirikiane kabisa. Mwanzo 37 aya ile ni ya 9. Aya ya 9, naomba tushirikiane hapo. Ndugu mfuatiliaji unayenitazama na wewe ambaye unanisikiliza. Kuna kisa kimoja hapa cha mtumishi wa Mungu anaitwa Yusufu. Anasema hivi, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii ulioiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hilo. Kwa hiyo nyota, tunaona baba yake anasema, Yusufu alipomweleza kwamba jua na mwezi na nyota vimeniinamia, baba yake alimhoja akasema, ina maana unataka kutuambia mimi pamoja na mama yako na ndugu zako tutakusujudia? Maana yake ni nini sasa? Kwamba nyota sio nyota zile za angani unazozifikiria. Mungu ameamua kutumia kielelezo cha nyota ili tuweze kuelewa kwamba nyota ni watu ambao ni maarufu, watu ambao wana uelewa mkubwa au wamechaguliwa kwa ajili ya jambo fulani kulifanya na wakalifanya kwa weledi mzuri. Kwa hiyo wana wa Yakobo wanahesabika kama nyota, wana wa Israeli wale 12. Kwa hiyo 11 watamsujudia Yusufu kama sehemu ya nyota. Lakini tuangalie nyota, fafanuzi nyingine ya nyota, Danieli 12. Ukumbuke tuko kwenye nyota ya 3, ambayo hii nyota tunaona ilishuka kutoka mbinguni. Nyota ni nini basi? Danieli 13 anaendelea 12. Danieli 12 aya ya 1 hadi ya 3 anasema hivi.
12 Danieli 12 aya ya kwanza hadi ya 3 anasema hivi: wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa, hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwamba nyota, watu wanaoongoza wengi kutenda haki wanahesabiwa kama sehemu ya nyota. Watu ambao wanajitabisha kwa ajili ya kuelekeza watu mambo mazuri wanahesabiwa kama sehemu ya nyota. Lakini anasema tena wengine, anasema tena hapa kwenye aya ile ya kwanza, anasema hivi: mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa, hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Hata mimi niliyesimama hapa, niko hapa mbele kufundisha hili somo, ili niweke orodha ya watu watakaoandikwa kwenye kitabu kile cha uzima. Kuna kitabu cha uzima ambacho watu wanapaswa waandikwe humo, na ndio maana kuandikwa kwenye kitabu hicho ni kwa namna hii ambavyo nafundisha. Unapoyasikiliza haya maneno na kuyatii na kuyafuata, na ukasimama katika ule ukweli wa nyota ya asubuhi, unakuwa sehemu ya mtu aliyejiandikisha kwenye kitabu cha uzima. Sasa sikia, hapa nilikuwa na kufafanulia kuhusu nyota, kwamba hiyo nyota ilianguka katika nchi. Turudi kwenye sasa kwenye kitabu cha Ufunuo 9 aya ile ya kwanza, kama tulivyosoma. Ufunuo 9 aya ya kwanza, maandiko matakatifu kama yanavyoelekeza yanasema kwamba malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Naye, sikiliza, kwamba aliona nyota, lakini Kiswahili hapa kinabadilika, kinasema naye akapewa ufunguo. Aha, kumbe sio nyota kama nyota tunayoiona, inawakilisha mtu, kwamba huyo mtu aliyeanguka kama nyota akapewa ufunguo. Ufunguo ni kitu gani? Ufunguo ni mamlaka, kwamba hiyo nyota ilipewa mamlaka. Na hapa si kingine kinachozungumzwa, ndugu yangu. Baada ya Yesu kuondoka, Yesu alipoondoka, kulitulia kidogo, vurugu zikatokea, fujo zikatokea, kikatokea kipindi cha giza. Kilipotokea kipindi cha giza, ndipo ikapigwa baragumu, ikashuka nyota. Hiyo nyota inaposhuka ikapewa ufunguo. Kumbe aliyekuja baada ya Yesu ni nani? Hapa unabii unaonyesha kabisa kwamba baada ya Yesu kuja, baragumu iliyopigwa ya hatari na ambayo isikika ni ujumbe wa kuja kwa Muhammad. Huu ni unabii ambao umefafanuliwa na watumishi wengi wa maandiko matakatifu. Wasomaji wa maandiko wengi wameyafasiri haya wakisema Ufunuo 9 aya ile ya kwanza na kuendelea inawakilisha ujio wa Mtume Muhammad. Tunasema ni Mtume Muhammad. Kusema mtume sio dhambi, maana mtume sio kwamba ni lazima uwe mtume wa kweli. Unaweza kuwa mtume lakini mtume wa uongo, au kawa nabii lakini nabii wa uongo. Sasa tutaangalia hili baragumu lilipopigwa ikashuka hii nyota, huyu nabii aliyekuja au huyu mtume aliyekuja ni wa kweli au ni wa uongo? Tutampima kwa wale wenzake waliopita. Anasema kwenye aya ya pili, akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda. Aha, kumbe ile nyota ilipotupwa pale chini ikapewa ufunguo, ilifungua kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Tutaenda kuangalia fasiri ya mtumishi wa Mungu mmoja ambaye huyu
ni mtumishi wa zamani sana, aliandika kitabu hiki akifasiri hii Ufunuo 9 aya ya kwanza na kuendelea. Tutaona anachokisema huyu ndugu, yeye anasemaje. Anaungana kwamba hii nyota ni kitu gani, na ufunguo na shimo na moshi ni kitu gani. Anasema, na kwa nini imetoka mbinguni hii nyota? Na kama imetoka mbinguni, imetumwa na Mungu basi, maana Mungu wetu anakaa mbinguni, na yenyewe imetoka mbinguni, itakuwa imetumwa na Mungu. Tuangalie mbinguni inawakilisha nini, na kuanguka katika nchi inawakilisha nini. Twende tumsikilize huyu ndugu anachokisema. Anasema hivi, akifasiri Ufunuo 9 aya ya kwanza hadi ya 4. Anasema hivi, hapa dini mpya inaoneshwa ikiwa na baadhi ya mafundisho mazuri. Kumbe kwenye hii aya ya kwanza hadi ya 4 ya Ufunuo sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 4 ni ujio wa dini mpya. Ujio wa dini mpya. Hapa dini mpya inaoneshwa ikiwa na baadhi ya mafundisho mazuri. Hii dini inakuja na mafundisho mazuri. Baadhi ni nyota iliyoanguka kutoka mbinguni. Kitendo cha kuanguka kutoka mbinguni ni maana yake ilikuwa na mafundisho mazuri kwa sehemu. Hii nyota kwa sehemu ilikuwa na mafundisho mazuri. Anaendelea, lakini ilikuwa imechanganyikana na mafundisho machafu. Tuendelee kusikiliza. Anasema moshi kutoka lile shimo la kuzimu. Moshi kutoka lile shimo la kuzimu. Uislamu ulianza kwa kulaani uovu wa ibada ya sanamu iliyokuwa inaendeshwa na kanisa la Rumi. Kumbuka kwamba anakuja huyu nyota ambaye nimewaambia ni Muhammad. Anakuja anakuta kuna giza. Kuna giza. Hili giza lilisababishwa na kanisa la Roman Katoliki. Maana kanisa la Roman Katoliki lilikuwa limeua watu wa Mungu, limepoteza maelfu ya wacha Mungu ambao walikuwa na alama ya Mungu, ambao walikuwa na muhuri wa Mungu. Ambao muhuri wa Mungu, hapo mbele tutaenda kuona ni kitu gani huo muhuri wa Mungu, ambao huyu nyota alipokuja aliambiwa watu wa namna hiyo asiwaguse, ambao tayari tumeshaambiwa kwamba huyu nyota ni ujio wa dini ya Kiislamu, ambao dini ya Kiislamu ilikuja kwa mkono wa Nabii Muhammad. Anaenda kusema Uislamu ulianza kwa kulaani uovu wa ibada ya sanamu iliyokuwa inaendeshwa na kanisa la Rumi, Roman Catholic kwenye mabano. Na hapa ulikuwa sawa. Hapa huyu mwandishi anasema hapa ujio huu ulikuwa ni sawa kwa kufukuza masanamu, kwa kuyatimua na kuyakatakata na kuwapiga wale ambao wanaleta masanamu. Ulikuwa sawa. Kwa hakika kuna Mungu mmoja tu na hakuna astahilie kuabudiwa isipokuwa yeye. Samahani, nitarudia kuisoma hii. Anasema hivi, kwa hakika kuna Mungu mmoja na hakuna astahilie kuabudiwa isipokuwa yeye. Lakini mafundisho ya Uislamu yaliyokuwa yanahitajika kwa kanisa asi yalileta moshi katika ulimwengu. Mafundisho ya Kiislamu ambayo yalihitajika kurekebisha kanisa asi, hayo mafundisho kwa kuwa ndani yake yalikuwa na ukweli na yamechanganyikana na uongo, yalileta moshi ulimwenguni. Moshi, anasema shimo la kuzimu katika Kiyunani lina maana ya jangwa au nyika yoyote iliyo ukiwa, na hivyo linafaa kuwakilisha jangwa la Arabuni walikotokea wavamizi Waislamu wa Kiarabu katika wingi unaofanana na nzige. Anasema Abyssos ni neno la Kiyunani linalomaanisha shimo la kuzimu, na hilo ndilo linalotupatia neno la sasa la Kiingereza
linalomaanisha kuzimu. Waandishi wa kisasa wa Kiislamu wanalitumia neno hilo kuielezea jamii ya Kiarabu alikotokea Muhammad. Arabia, shimo la giza. Arabia, shimo la giza. Katika enzi hizo za ujinga uliokithiri, kulikuwa na eneo ambalo giza zito tena totoro lilikuwa limetuama. Arabia nalo lilikuwa pweke, likiwa limetengwa na bahari kubwa sana ya mchanga. Wafanya biashara wa Kiarabu walikuwa wanasafiri mwendo mrefu kwa kujikokota, wala hawakupata punje yoyote ya maarifa katika safari zao. Katika nchi yao hawakuwa na taasisi yoyote ya elimu wala maktaba. Hakuna aliyekuwa anaonekana kuwa na shauku ya kukuza ama kuendeleza elimu. Fikra zao zilikuwa zimejaa miiko, akili na jadi yao ilikuwa ni unyama na ukatili mkubwa. Maadili na ufahamu wao vilikuwa vya kishenzi na visivyo na staha. Anaendelea kusema, hakukuwa na sheria isipokuwa ile ya ukatili, uporaji, mashambulizi na mauaji ya watu dhaifu na wasio na hatia. Ilikuwa ndiyo kawaida. Tukio lolote dogo lilikuwa linaweza kusababisha vita kulipuka kwa hasira za kikatili. Dhana yoyote waliokuwa nayo juu ya maadili, utamaduni na ustaarabu vilikuwa vinaonekana vya kizamani na ushenzi. Walikuwa wakiabudu mawe, miti, sanamu, nyota na mizimu, na kwa kifupi walikuwa wanaabudu chochote walichokuwa wanakifikiria isipokuwa Mungu, ndio hawakumwabudu. Jambo la ajabu sana. Kuibuka kwa hii nyota, iliibuka ndani yake, maana tunaambiwa ilitoka mbinguni. Kwa hiyo ndani yake kuna kitu ilikiona, kwamba ikaona kwamba hawa wanaotawala dunia ambao ni Rumi wana ibada za sanamu, ikashughulika nazo. Lakini haikuishia hapo, ikaibua na mafundisho mengine mengi ambayo yanafananishwa ni kama moshi. Hayo mafundisho yalikuja kukinzana na Torati pamoja na Injili. Kukinzana na Torati na Injili kukafunga ukweli. Yaani ule moshi ukatanda ukaziba mwanga, ambapo mwanga tuliambiwa nyota ya asubuhi inaonyesha mwanga, yani inaonyesha ukweli. Kwa hiyo ule moshi ukaenda ukaziba ukweli. Nitakuonyesha hatua kwa hatua kipi kilifanyika enzi za Muhammad ambacho kinasababisha kuonekana kwamba ni kweli aliziba Torati na Zaburi, akaviziba na Injili visiweze kutoa nuru yake sawasawa. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, naomba tushirikiane tunapoendelea ili kwamba tuweze kuelewa sawasawa kwamba huyu nyota aliyeshuka kutoka mbinguni kiwakilisha ni wema alioufanya kudhibiti sanamu, lakini moshi kiwakilisha ni mafundisho aliyoyaleta baadaye ambayo yakawa ni mtihani tena hata kwa wacha Mungu. Yaani yakawa ni mtihani kwenye Torati na Zaburi na Injili. Tumeambiwa taifa hili kuibuka kwa Uislamu kumeibuka katika zama za giza. Ni kweli? Huyu mwandishi amesema. Je, Muhammad yeye anasemaje? Twende kwenye kitabu kinachosema historia ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hiki kimeandikwa na ni kadhi wa Kenya, ni fasihi wa Kenya ambaye alikifasiri hiki kitabu. Tumwangalie huyu fasihi wa Kenya anasemaje. Niombe tushirikiane. Ni kwenye sura ya kwanza kabisa ambayo inasema zama za ujahilia. Anasema hivi kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza anasema hivi: bara la Arabu, zama za ujahilia. Zama za jahilia ni zile za zama ambazo
watu walikuwa wakiendesha maisha yao ya kibinafsi na kijamii kwa kufuata matashi yao kinyume na mwongozo wa Allah. Wanaposema Allah wanamaanisha Mungu na mtume wake, yani wanamaanisha Muhammad. Wakati mtume anazaliwa katika karne ya 6 mwaka wa 570, dunia ilikuwa katika giza totoro la ujahilia. Wakazi wa bara la Arabu katika kipindi hicho walikuwa chini sana katika maadili, ubabe, unyang'anyi na uporaji mali ya misafara ya biashara yalionekana matendo ya kishujaa na ya kujivunia. Wanyonge hawakuwa na haki. Wanawake walinyanyaswa na kudhalilishwa hadi kufikia watoto wa kike kuzikwa wangali hai, na wanawake anasema kurithiwa kwa nguvu kama ilivyorithiwa mali. Huyu ni Muhammad, anaungana na mwandishi wa kitabu hiki na anaungana na Biblia kwamba ni zama za giza. Yani alipotokea hizi zama alizokuja Muhammad zilikuwa ni zama za giza, lakini kutokea kwake ilihesabika kama ametoka mbinguni ili alete mwanga, lakini ilikuja kawa vinginevyo. Hakuleta mwanga, badala yake alichokileta aliongeza giza. Alileta moshi. Moshi ule ukaenda ukafunga ukweli wa neno la Mungu, ukashindwa kuonekana ukweli wa neno la Mungu. Na ndio maana leo hii Waislamu wengi hawaelewi hata kinachoendelea juu ya Torati, Zaburi na Injili. Hawajui. Na kwa kuwa hawajui, ndio maana tumejitokeza namna hii ili kwamba tuweze kusimama mbele ya dunia kuwaeleza. Hapa tuko duniani ndugu zangu. Hii naona unaniangalia kwenye YouTube, maana yake ninaangaliwa dunia nzima. Ninachokuambia ndugu yangu ni kwamba ujumbe huu tumeuleta kwako ili kwamba tuweze kukusogeza karibu na Kristo. Maana huwezi kuonana na Mungu bila kupita kwa yule nyota wa asubuhi ambaye ni Yesu Kristo. Anasimama kama kuhani. Yeye anasimama katikati ya mdhambi na Mungu. Sasa wewe unamkataa. Sikia, wewe humkatai kwa bahati mbaya. Aliyeanza kumkataa ni huyu nabii wako ambaye unasema ni nabii wa Mungu ambaye ni Muhammad. Muhammad alikuja kuchafua. Mara ya kwanza alifanya vizuri kwa kufukuza masanamu, lakini alileta matatizo, aliongeza matatizo. Yani alitoa tatizo moja, halafu akaongeza matatizo mengi, ambayo matatizo hayo nitakuonyesha moja baada ya jingine. Naomba tutafungua wote pamoja Qur'ani tukufu wote kwa pamoja, tuangalie mojawapo ya mambo ambayo kwa haraka ambayo Muhammad aliyavuruga, ambayo alikuta Injili imeandika vizuri, lakini yeye akaanza kuyafundisha ndivyo sivyo. Tena kathubutu kusema kwamba watu wanapindua ndimi zao. Kumbe yeye mwenyewe alikuwa bahati mbaya hajui kusoma na kuandika. Hiyo ndio ilikuwa bahati mbaya sana. Alikuwa hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo anaposomewa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, anaona kama vile wamepindua ndimi zao. Mojawapo ya fundisho ambalo alikuja kupinga Muhammad linapatikana katika Qur'ani. Kama una Qur'ani, naomba tusaidiane ufungue kwenye Qur'ani. Ni sura ya inayozungumzia kuhusu uungu, yani kuhusu uungu wa Yesu. Ni sura ile ya 5 aya 72. Kama utakuwa na Qur'ani ndugu yangu naye nisikiliza au naye nitazama, tushirikiane kwenye Qur'ani tukufu. Alikuta Injili imeandika tayari kama tulivyokwisha kusoma pale juu kwamba Yesu alikuwa akishirikiana na Mungu katika shughuli zote. Yeye akaja akapinga kwenye Qur'ani sura ile ya 5 aya 72 akisema ni wahai amepewa na Mungu. Qur'ani sura ile ya 5 aya ile sura ya 5 aya ile ya 72. Qur'ani nasema hivi. Niombe kama na Qur'ani, fungua sura ya 5 aya ile ya 72 inayosema hivi. Anasema hivi: hakika wamekufuru waliosema
Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariam, na hali Masihi mwenyewe alisema, enyi wana wa Israeli, muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharamisha pepo na mahali pake ni motoni, na waliodhulumu hawatakuwa na wa kuwanusuru. Akaleta aya hii kuonyesha kwamba kile ambacho Injili na kisema wanachomsomea ni uongo. Akasema ni wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini Qur'ani yenyewe inamwambia hapana, yeye ndiye muongo. Naomba tufungue, kabla hatujafungua nyingine ambayo inaonyesha kwamba yeye ndiye muongo, watu waonyeshe nyingine ambayo anasema kwamba Injili inasema uongo. Ni katika ile aya ni sura ya 4. Tuangalie kosa lingine ambalo Muhammad alisababisha kuonekana kwamba giza limetanda, moshi umekuwa mwingi. Ondoa huu moshi wa kawaida wa kuni. Ni mafundisho ya Muhammad yaliyokuja kuzuia ukweli, na ukweli ukazuiliwa kabisa, watu wakashindwa kumuelewa Mungu sawasawa. Maana Muhammad akawa na wakamata watu wanaosema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, akawa na wakamata na kuwatesa na kuwaua. Sasa sikia anachokisema hapa. Anachokisema hapa kwenye Qur'ani sura ya 4 aya 157. Kingine anachokisema, Qur'ani sura ya 4 aya 157. Kingine anachokisema baada ya hicho ambacho amekisema cha mwana, kuna lingine analisema hapa kupinga kile ambacho Yesu pamoja na manabii wengine walikisema. 157 anasema hivi, anasema hivi, na kwa kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariam, mtume wa Mwenyezi Mungu, nao hawakumuua wala hawakumsurubu, bali walifananishiwa tu. Na hakika walio hitirafiana katika haya wamo katika shaka nayo, wao hawana ujuzi nayo wowote, ila ni kufuata dhana tu, wala hawakumuua kwa yakini. Akapinga Injili inayothibitisha kwamba Yesu Kristo alikufa. Hapo ikawa ni moshi mwingi sana, kiasi cha kwamba watu wakashindwa kufuata ukweli, wakafuata mafundisho ya kuipindua Torati, Zaburi na Injili. Ikawa ni msiba mkubwa katika dunia. Ole ukapigwa kwa wakazi wa dunia kwa ajili ya ukweli ambao umepotezwa. Akaifuta ile yote ya yule aliyoisema, ile nyota ya asubuhi ambayo Yesu Kristo mafundisho yake yote aliyoyafundisha yakawa yanafutwa. Lakini hakuishia kufuta hilo tu kwenye Injili, maana haya yote ni ya Injili. Tunakwenda mpaka kwenye Torati, alifuta kwenye Torati. Tufungue kitabu cha Torati sura ile ya 2. Tufungue Qur'ani sura ya 2 aya 62, tuone alichokifuta kingine. Alichokifuta kingine ni hiki hapa kwenye Torati. Na kufuta huku ndiko kunakofananishwa na moshi, kutia moshi kwenye ukweli. Yaani aliwazubaisha watu kiasi cha kwamba hawawezi kuelewa ukweli mpaka leo hii. Na ndio maana tunatumia akili nyingi, nguvu nyingi kuwaelekeza, lakini ni neema ya Mungu tu ambayo inaweza kuwasaidia kuelewa huu ukweli. Anasema 62, Qur'ani 2 aya 62. Kingine kosa alilolifanya Muhammad ni hili. Kosa lingine alilolifanya Muhammad, nisikilize kwa makini ndugu naye nitazama na unayenisikiliza. Kosa lingine Muhammad alilolifanya ni hili hapa. Kwenye Qur'ani anasema ni wahai, amepewa na Mungu. Sikiliza. Hakika walioamini na Mayahudi na Wakristo na Wasabai, yeyote atakaye muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema, basi watapata malipo yao kwa Mola wao mlezi.
wala haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. Nitaruka nisome 65. Na hakika mlikwisha yajua wale miongoni mwenu walioivunja Sabato siku ya mapumziko, Jumamosi, na tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Kwa hivyo tukayafanya hayo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na waliokuja baada yao, na mawaidha kwa wacha Mungu. Haya ni maneno ya Muhamadi anayoyasema kwamba anasukumia ni kwa wale, yani kwamba ni kwa wale Wayahudi ndio ambao waliambiwa hizi habari, sio yeye na umma wake. Hapana, kwamba wao wanaweza kuendelea kuvunja Sabato kama sura ile alipofika Madina. Kuna kitu alikielekeza pale alipofika Madina pale, kwenye sura ile ya 62 kuna waha yalishushiwa ili kuonyesha ukomavu wa kuifuta hii amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sikiliza aya sura ile ya 62 anachokisema hapa Muhamadi kwenye sura ya 62. Sura ya 62, usikie anachokisema. Sura ya 62 aya 9 hadi ya 10, anasema hivi: alianzisha ya kwake mwenyewe, akasema ni Mungu amemwonyesha. Anasema, anasoma sura ya 62 aya ya 9 hadi aya ya 10. Enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu, na wacheni biashara, hayo ni bora kwenu lau kama mnajua. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika nchi, mtafute fadhili za Mwenyezi Mungu, na mkumbuke Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Hii anaonyesha kwamba badala ya ile siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya Sabato, aliwaanzishia siku ya Ijumaa. Akiwa amewasili pale Madina siku ya 3 tu, akiwa amefika pale Madina, aliwaanzishia ibada ya Ijumaa ambayo haikuwepo. Sikiliza ndugu zangu, ninyi mnaonisikia, mnaosema mnamcha Mungu. Mungu ni yule yule jana na leo hata milele, ambaye alizungumza na Musa, akazungumza na Ibrahimu, akazungumza na Yesu, ni yule yule. Lakini Muhamadi kwa kujipendekeza kwake, nasema kwa kujipendekeza kwake, anasema ni mcha Mungu, kwa kutulagai, kwa kututapeli, kwa ile amri ya 2 ambayo inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, aliifanyia haki, akaipambania kweli, akaitetea, akayafukuza masanamu. Lakini baadaye yake alileta mafundisho ambayo baadaye alikuja kufunga ukweli wa Torati, ukweli wa Zaburi na ukweli wa Injili, akisema umma wake ameupatia amri zingine. Hii ni jambo la ajabu sana, na zaidi ya yote yeye anawaambia watu wapumzike siku ya Ijumaa, lakini alikuwa anawazunguka wenzake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anawazunguka wenzake kwa sababu nina hadithi sahihi ambayo inaonyesha kwamba alikuwa akiwazunguka wenzake, kwamba yeye siku ya Sabato alikuwa anapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anapumzika siku ya Jumamosi. Sikiliza, kwenye hadithi hii yeye anawaswaga wenzake waziache amri, lakini yeye kimaficho anazitunza amri. Sikiliza kwenye hadithi hii. Hadithi hii ni hadithi sahihi kabisa. Utaenda ufungue kwenye kitabu cha historia ya maisha ya Mtume Muhamadi, ni sehemu ile ya kuhama kwa anasema mtume anahama kwenda Madina. Aya ni sura ya 14. Kitabu ni historia ya maisha ya Mtume Muhamadi. Aya ni ya 4. Naomba msikilize kwa makini, ndugu unaye nitazama na unaye nisikiliza, sikiliza kwa makini. Aya ni ya 4, inasema hivi: msikiti uliojengwa juu ya msingi wa uchamungu tangu siku ya kwanza ya kufika mtume Madina, unastahiki zaidi wewe usimame humo. Humo wamo watu wanaopenda kujitakasa,
na Mwenyezi Mungu anawapenda wajitakasao. Anasema katika hiyo, ameinukuu kwenye Qur'ani 9 aya 108. Kila mara mtume alikuwa akizuru msikiti huu kama tunavyofahamishwa katika hadithi. Ibn Umar ameeleza kuwa mtume wa Allah alikuwa akiuzuru msikiti wa Kuba. Kuna sehemu moja kwenye kijiji alichofikia kinaitwa Kuba, kwa miguu au akiwa juu ya mnyama kila Jumamosi, na alikuwa akiswali huko rakaa 2. Buhari na Muslim. Ujenzi wa msikiti, anasema hivi, Ibn Umar ameeleza kuwa mtume wa Allah alikuwa akiuzuru msikiti wa Kuba kwa miguu au akiwa juu ya mnyama kila Jumamosi, na alikuwa akiswali huko rakaa 2. Kwamba Muhammad alikuwa anasafiri kwenda huko Kuba ambako alikuwa amejenga msikiti, kila Jumamosi anakwenda kuzuru huko, anaswali huko rakaa 2 kama sehemu ya suna, na hakulifanya hili jambo kama faradhi, alilifanya kama suna. Akawa na kwenda kujificha peke yake na swali hizo rakaa 2. Hakuwahamasisha Waislamu kwamba na wao wafanye hivyo. Kwa hiyo Muislamu leo akiacha kuitunza Sabato kwake ni sawa, lakini Muhammad yeye ni kila Jumamosi ambayo ni kila Sabato, yeye alikuwa anaenda kuswali huko. Akayatia wingu mafundisho ya kweli kwa kuweka mambo ambayo hayako sawasawa, Lakini hakuishia hapo, alifanya na mafundisho mengine mengi ambayo Injili ilikuwa tayari imekwisha kuyafundisha, kama vile kuangalia kibla. Muhammad alikuja anakuta Mayahudi wanaangalia kibla, na alikuja kipindi cha giza ambacho Wakristo, watu wa Mungu, walikuwa wametimuliwa, wameenda kujificha mapangoni. Alikuta wapo wa Roman Katoliki ambao ndio alihangaishana nao sana, na Waroma walikuwa ni matapeli kama yeye alivyotapeli. Waroma walikuwa wametapeli, walichokuwa wamekitapeli, walikuwa wamechukua jina la Yesu kwamba wanampenda Yesu, wanamwamini Yesu, wao ni Wakristo. Lakini Waroma hawajawahi kuwa Wakristo na wala hawafikiri kuwa Wakristo, bali ni Wakristo. Waroma ni Wakristo, sio Wakristo. Wao wanawaza kuitawala dunia, na Muhammad akawagundua, akawadhibiti sawasawa. Badala yake kuwaswaga watu kuwapeleka kwenye ukweli, akawaswaga watu kuwatoa kwenye ukweli, na yeye Muhammad akafanya makosa yale yale ya kanisa la Roman Katoliki, ambayo leo yanatugharimu sisi kuchukua muda, fedha, kusimama mbele yenu ili tuwaelimishe tena mrudi kwenye mstari unaotakiwa. Akafundisha kwamba watu waangalie kibla ambacho Yesu alikuwa ameshafundisha katika kitabu cha Yohana sura ile ya, kwenye kitabu cha Yohana Yesu alikuwa ameshafundisha kwenye Yohana sura ile ya 4, Yohana mtakatifu sura ya 4, Yesu alikuwa ameshafundisha akisema hivi. Alikuwa amesema hivi, Yesu Kristo alikuwa amesema hivi, sura ya 4 aya ile ya 20. Anasema hivi, baba zetu waliabudu katika mlima huu. Yesu alikuwa amekutana na mwanamke Msamaria pale kisimani. Nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabuduo. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwamba Yesu alikuwa tayari amefuta ile habari ya kuangalia Yerusalemu, kwamba alikuwa amewatabiria kwamba Yerusalemu itabomolewa, lakini Wayahudi hawakumuelewa. Na Muhammad alipokuja akawa anasumbuka, anaangalia aende wapi.
akaamua kutengeneza kibla. Mwanzo alikuwa anaangalia kibla ya Baitul Muqaddas ambayo ndio kule Yerusalemu, lakini baadaye akabadilisha, akageuza kibla ikaangalia Baitul Haram ambayo ndio kule Maka kwa sasa. Kwa hiyo mpaka sasa kibla ya Waislamu ni Baitul Haram, ambayo Baitul Muqaddas ambayo ilikuwa Yerusalemu nayo ilikuwa ni matatizo pia, maana Yesu alikuwa ameshaifuta ile Baitul Muqaddas. Leo Yesu anahamasisha watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli, na mojawapo ya wanafunzi, yeye mwenyewe alianza kuwachukua wanafunzi na kuwapeleka milimani, kuwapeleka kando ya bahari, kuwapeleka kwenye mabustani, akawa anafanya ibada bila kuzingatia ule utaratibu ambao ulikuwa ni wa kwanza. Na hata wanafunzi wa Yesu kiangalia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, watu walienda kando ya bahari wakiwa wanamsindikiza Paulo, wakapiga magoti pale wakaomba kwa utaratibu wa kawaida kama Yesu alivyowafundisha, tofauti na ule utaratibu wa kwenda Baitul Muqaddas. Kwa hiyo ndugu yangu unayetusikiliza, ujumbe huu ambao umeonyeshwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 9 aya ya 1 unaonyesha kwamba huyu nyota anayekuja anafuta ukweli wa neno la Mungu, ambalo neno la Mungu ni Torati, Zaburi na Injili, na manabii wote waliokuwa wametangulia kufafanua ukweli huu. Na lengo na madhumuni sisi ni kukurudisha kwenye mstari. Huwezi ukasema unamcha Mungu kama huzingatii hizi amri 10 za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, ambayo ndio tumeambiwa kwamba joka atamkasirikia mwanamke ambaye na wazao wake, sifa zao hao wazao wake wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na hapa kwa ufupi nipende kuishia hapa. Ndugu wasikilizaji na ndugu watazamaji, mumeona jinsi Muhammad alivyoweza kuichafua Torati na Zaburi na Injili, na akawaswaga watu, na mpaka sasa ni maelfu wengi wanakwenda kupotea. Tukipata muda tutakuja kuwamalizia ili kusudi muweze kuelewa kwamba utawala wa mwisho nao kwenda kuangushwa ni utawala gani. Lakini kwa hapa niombe uyachukue haya machache ambayo umeweza kuyasikia. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, na Mungu akubariki wewe mtazamaji. Uelewe kwamba Yesu anatuita wote, wakati bado kidogo tu dunia inakwenda kufika mwisho. Mungu atubariki, na Mungu alibariki somo hili, ni katika jina lake Yesu, amina. Labda nikuambie tu kwa namba za simu ukitaka kuwasiliana nami, ili kwamba uweze kujua vizuri, na kama kuna sehemu unadhani kwamba hujanielewa sawa sawa, naomba uandike namba ya simu hii ifuatayo: 0684 10 31 01, 0684 10 31 01. Mungu akubariki na Mungu atubariki sote, ni katika jina lake Yesu, amina.